Mpendo anayenifuata nasema shalom. Nilipenda tuchangie neno la Mungu kwa leo katika kitabu cha Isaya sura yake ya 55 na mstari wake wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 mpaka hapo mpaka mstari wake wa 9. Isaya 55, 6, 7, 8 na 9. Nitasoma mbio kwa Kifaransa ili nitafsiri. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Nasoma neno hili kwa 6, 7, 8 na 9 ili tuelewe. Nabii Isaya anaongea juu ya wokovu, na kuongea juu ya wokovu sababu wokovu uliandaliwa wote. Nje ya wokovu kuna hukumu, na hukumu ya milele. Sababu Biblia inasema kama mshahara wa dhambi ni mauti. Na hapa natuambia kuna wakati wa kutafuta na kupata, na kuchelewa kupata unaweza kupoteza. Anasema mumuite wakati bado angali karibu. Naweza ukamata ukaribu hapa kama neema ingalipo. Ni kusema tungali na nafasi ya kuletewa habari za uokovu. Pangali watu wangali wanahubiri hizo habari, pangali watu wangali wanaongea hizo habari. Neno la Mungu linalosema juu ya upendo, tumependwa na Mungu ili tupate wokovu na uzima wa milele, ingali karibu yetu. Inasemwa katika maredio, inasemwa katika television, wanasema runinga, linasemwa katika masoko, linaongelewa katika magazeti, linasemwa katika makanisa, linaongelewa masanga njia, katika mabasi, katika avion kwa safari zetu. Mungu ametayarisha watu wote waongee habari za neno la Mungu ili wewe usiepukwi na huyu wakati, usikutambuki. Sasa ushafikiwa mara nyingi na neno la Mungu, lakini kama unataka kuliepuka, unalipatia kesho. Haulikubali leo, unasema saa zingine kesho na kesho kutwa ndio nitakubaliana na haya mambo. Lakini nilipenda nikujulishe, kuna wakati ambao tumewekewa na tumepewa na Bwana. Sababu mawazo ya mtu yako mbali sana na mawazo ya Mungu. Kama Mungu anakusukumia watu, ndio wakati wako. Kama Mungu anakuletea ujumbe, neno, sauti, ndio wakati wako. Kama Mungu anaongea na wewe kwa hiyo njia, ndio wakati wako. Na huyo ukipita, hautaona mwingine tena. Jana tulikuwa mwaka huyo tumetambuka, na leo tumekuwa mwaka huyu, tunaingia karibu mwezi wa 3, tariki 10, karibuni tutamaliza mwaka huyu pia. Lakini yenye tumepoteza hatutayapata tena, yani tumeona hayatarudi tena. Ni kusema muda ukipita unapita. Sasa mawazo yako sio ndio mawazo ya Mungu. Haujui nini kesho utakumbana nayo. Ndio maana mtafute Bwana madamu anapatikana. Sikia wito wake,
na utii shauri yake. Mungu anakuonya uepuke dhambi na ukimbie dhambi. Nilipenda kuongea juu ya watu wawili pia. Mtu mwenye nimemwona na posts na wanaposti sana ndani ya marezo sosio, wanaposti katika Facebook. Unaweza kuingia humo, unaona tu panatokea kitu, watu wamepost vitu vinaitwa la pornography, uzinifu kwa mitandao. Kwa wale waliifanya kama kazi, wanaposti kitu hicho na wanaweka utupu wao wazi, na wanajaribu kufanya uzinifu hadharani ili waite wengine wafanye hicho kitu, lakini mara nyingi wanaficha nyuso zao. Kwa nini wafiche nyuso zao, waoneshe utupu wao? Ni sababu ni vyombo ambavyo shetani anawatumia ili wao waharibiki zaidi, kama jinsi alivyowaharibu, waharibiki katika akili zao, katika vichwa vyao na katika mili yao waharibikiwe. Wengi wanakumbwa na magonjwa mengi, na baada ya kufanya dhambi hizo nyingi wanapata inaitwa nini, stress za maisha, trauma. Wanabaki na hicho kitu katika maisha yao. Wengine wanakuwa wagonjwa kwa magonjwa tofauti tofauti, wengine wanapata malaana na mabalaa, wengine hawatapata na ujio mzuri wa kukaa katika manyumba zao, katika ndoa zao, wao wanaume au wanawake, na inawaletea laana katika maisha. Sababu dhambi hizo zikifanywa kwa zaidi, kwa sana, shetani anaziingia ndani, anaharibu maisha ya watu, anapotosha maisha ya watu. So wanafanya maisha yao na mili yao kama minyama, na huku wamepewa heshima. Mungu alipomuumba Adamu, kabla hajafanya dhambi, alikuwa amemficha kwa utukufu. Hakujua kama ni mtupu. Baada ya kufanya dhambi, ni hapo alijikutana ya kwamba amekuwa mtupu. Amevunja sheria ya Bwana, ameenda kinyume ya kile ambacho Mungu alimwambia asifanye. Alivunja tu sheria ya kufanya zinaa, sababu alikuwa aliruhusiwa kuishi na mke wake ili wazae. Sasa wapendwa, wanaefanya hiyo pornography, ninawaita, Bwana nawapenda, ingawaje dhambi zenu ziko nyingi na makosa ni mengi, lakini pangalipo neema ninyi kuachana na hayo na kuja kwa Yesu. Mungu alimuumba Adamu na Eva aliwaruhusu kukaa pamoja na kuishi pamoja, wazae watoto wa kiume na wa kike, na Adamu amezaa watoto wa kiume na wa kike, lakini hawakuumbwa ili wafanye dhambi za zinaa na uasherati, na waifanye hiyo kazi, sababu wamechafua mili yao, wanaifanya kwa njia isiyoruhusiwa. Mili yao ni nyumba ya Bwana, kama jinsi wa Korintho wa kwanza 3:16 inasema kwamba ni jengo zinapeleka Mungu ndani, uzima ndani yao, lakini unazitumia kwa kuchafua na kuharibu na kufanya unyama ndani yao, inamkasirisha Mungu. Lakini wale wawili wakikaa pamoja wanaruhusiwa kuzaa na kujitosheleza kwa kuamrishwa na Bwana, kwa kukubaliwa na Bwana katika sheria za Bwana. Hiyo kwao Mungu anaifurahia, sababu ni mwelekeo mzuri, hamna dhambi, hamna woga, hamna kujificha. Ni wao wameruhusiwa, ni wao wawili, dhamiri zao haziwashutumu kitu, na wanazaa na wanaongezeka. Kwa nini basi nyinyi katika vyumba vya mahoteli muonane na wanaume wasio, fiche nyuso zenu, kuingia katika dhambi hizo kwa zaidi, kwa sana mnyama huyo, na kuwavuta wengine kuingia kuona vitu hivyo, ili waharibikiwe na akili, wavutwe na shetani na waingie katika machafuko ya giza. Na waita wapendwa, na kuita mtafute Bwana madamu anapatikana.
itafika siku kumpata huyu ili watu watengeneze kwake itakuwa vigumu. Wakati wako ni huyu. Toka katika hayo mambo. Mwite madamu au bado angali karibu. Mungu angali karibu, anahubiriwa nafasi yote, neema ingalipo. Lakini baada ya hapo neema itatoweka, hatutaipata tena. Hapa chini anasema hivi, mtu mwovu aache njia zake, na mtu wa dhambi aache mawazo hayo, na amrudi Bwana naye atamsamehe. Na chini anasema hivi na yeye Mungu hajachoka kuwasamehe watu. Anaweka pointi na anasema mawazo yako au mawazo yenu sio mawazo ya Mungu, na njia zenu sio njia za Mungu, asema Bwana. Ndugu yangu nayenifuata, nilisema mtu wa kwanza huyu anayefanya pornography, mtu wa pili anafanya masturbation, wanajichafua, wanajiua kiakili, kinafsi, wanajiua, wanajivunja nguvu na wanapoteza heshima na utu wao. Lakini Mungu anawapenda mpaka sasa na anahitaji mje kwake. Hapendi muangamie. Tukumbuke dhambi hiyo ndio imeangamiza Sodoma na Gomora. Mungu ameichoma moto Sodoma na Gomora juu ya dhambi inaitwa sodomia au sodomi. Ni dhambi hizo za unyama. Ninakusii, bado Bwana angali anasamehe na nakuita kusamehewa. Njoo. Anasema hivi, mawazo yenu sio mawazo ya Mungu, na njia zenu sio njia za Mungu. Acha kumpa Mungu kesho, jibia leo ufikie wokovu, na Bwana atakusamehe. Na amini unanisikia, na amini tena kunipokea. Anasema njoo, wewe unalolemewa na hiyo, kama una shida juu ya hiyo, kama unatafuta msaada fulani katika Bwana, jibu lipo. Jibia wito tu na sauti hii uipokee, wokovu utakujilia. Mungu akutendee mema. Karibu kwa Yesu, upokee wokovu halisi. Hata dhambi ziwe nyingi sana kama mchanga wa bahari, Bwana atakusamehe. Ziwe nyekundu kama damu